Hususan ni dunia nzima. Ndio. Sasa tuchukulie upande wetu sisi ambao tunaishi visiwani Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Imepelekea sasa hivi wanaume wengi ambao wanawafumania wake zao, wengi sana, wanachukua maamuzi ambayo sio sahihi. Uchungu. Na ndio maana nikakwambia mwanzo, Mwenyezi Mungu kaumba kila mwanadamu ana tabia zake, ana maono yake, ana sifa zake, ana maamuzi yake. Sasa katika swala hili la kufumania na wanaume huwa wanafanya vibaya wanaume wenzao, mimi naona sio sahihi. Hii utakuwa hujakomesha bado hili tatizo. Ndio. Kwa sababu kama lingekuwa linakomeshwa hili tatizo, basi haya mambo yasingekuwa yanaendelea baada ya siku na siku. Hakika. Mimi kama mimi nikimfumania mke wangu, siwezi kumzuru wa mtu yeyote ambaye nilowafumania. Si mkeo, si wala si huyo mwanaume ambaye nimemfumania na mke wangu. Nakwambia hivyo kwa sababu nina ushahidi. Una ushahidi yani? Na ushahidi kabisa ambayo mimi hivyo vitu vimetokea katika maisha yangu. Okay. Nikikwambia vimetokea basi ujue vimetokea ni kweli. Ndio. Si kama labda tunatunga ni story, hapana. Mimi naweza kumfumania mke wangu na nikamwacha mwanaume akaondoka zake, na nikamwacha mke wangu tukaendelea na maisha. Yaani ukamsamehe mkaendelea kuishi kwenye ndoa. Sadakta. Anyway, wewe inawezekana ukawa umeamua hivyo, na kama ambavyo umesema iwahi kutokea hivyo. Nafikiri hilo tutalizungumza siku nyingine kuhusiana na namna ulivyomfumania na ulivyoweza kusamehe. Lakini katika hili ambalo tunalizungumza, ikiwa wewe unasamehe, mwingine hasamehi, anachukua maamuzi, nachotazama, kwa nini haya maamuzi asichukuliwe yule mwanamke kwa hawa ambao wanaochukua maamuzi makubwa zidi ya wanaume ambao wanaowafuma wake zao? Na ndio maana nikakwambia vipi hapo mwanzo, wanadamu tumeumbwa tofauti. Kila mtu kaumbwa na roho yake. Sijui umenielewa hapo Mimi naweza nikasamehe, lakini wewe huwezi kusamehe hata siku moja. Hakika. Kwa sababu yule mwanaume ambaye wewe umemkamata, ambaye yuko na mkeo, unakwenda kumtendea kitu kibaya. Yule mwanaume yeye ndo alikuwa chanzo? Yule mwanamke au yeye ndo alikuwa chanzo? Kwa hiyo kuna vitu ni vitu vili tofauti, lazima ufahamu hapo. Wananchi lazima, tuseme jamii lazima ifahamu. Mwanaume kamapproach mwanamke. Ndio. Mwanamke nikakubali. Hakika. Wakati anajua yeye ni mke wa mtu. Ndio. Sasa hapo katika mtazamo wa haraka nani ni mwenye makosa? Mwenye makosa mwanamke. Kwa nini mwanamume anakamatwa na anahukumiwa yeye na anapewa vitendo ambavyo vya kudhalilisha na vitendo vya kikatili? Kwa nini? Kwa sababu tunashindwa kuelewa. Mwanaume kama mwanaume anatoka, anamuona mwanamke mzuri, kajipamba, kapendeza, kavutiwa naye, anamfuata, anazungumza naye. Ndio. Siku hizi kuna kubadilisha namba. Unajua zamani kutongoza ilikuwa ngumu. Ndio. Lakini sasa hivi kutongoza rahisi sana. Kweli. Umeelewa vizuri Kutongoza ni rahisi sasa hivi. Ndio. Ukishabadilishana namba tu, halo imekwisha. Sasa pale tunabadilishana namba na wewe, naanza mazungumzo ya kukutamani na kukutaka. Ndio. Kwa nini unashinda kunipa taarifa? Bwana, mimi ni mke wa mtu. Okay. Lakini mwisho wa siku